uzinzi uko chini, watambue ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Haleluya. Mungu atahukumu mwanadamu sawa sawa na matendo yake. Haleluya. Haleluya. Atamhukumu mwanadamu sawa sawa na matendo yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini mtambue ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Siku moja hakuna mtu yetu ambaye anaendelea kwenye dhambi na kaishi. Hata na wale ambao wameoa mama zao, wameoa watoto wao, wameoa baba zao kwa ajili ya mali. Lakini sikia jioni ya leo, umefanya makosa makubwa sana kumtoa mama yako wewe kijana, ukamtoa baba yako, ukamtoa hata mtoto wako kwa ajili ya mali, ukajiunga Freemason kwa ajili ya pesa. Lakini sikia, roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Roho ifanyayo uzinzi ndiyo itakayokufa. Yesu asifiwe. Lakini sikia, ipo nafasi jioni ya leo, iko nafasi jioni ya leo. Utapokea uzima milele, utasamehewa dhambi zako zote. Hata kama umeua, hata kama umezini, hata kama umeua watu wengi sana, hata kama dhambi zako ni nyekundu, lakini Yesu damu yake itakutakasa. Bwana Yesu asifiwe. Damu yake na sadaka itakutakasa jioni ya leo. Wapenda Bwana Yesu asifiwe. Najua watu wa Burega nasikia sauti hii jioni ya leo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumzia kwa habari ya dhambi, tundayo dhambi ndio itakayokufa. Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma Ezekiel 18 na mstari 21. Bwana Yesu asifiwe. Ezekiel 18 na mstari 21. Biblia inasema, lakini mtu mbaya akikaidi na kuacha dhambi zake zote anazitenda na kuzishika amri zangu, ni Mungu anasema zote, na ataishi hata kufa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema, anatoa nafasi nyingine tena. Kitabu cha Ezekiel anasema ya kwamba Ezekiel 18 na mstari 21 anasema, lakini mtu mbaya ni yule ambaye amefanya uzinzi, ameua, ameasi, ana dhambi za kila aina. Anasema akigairi, wewe hii ukigairi mabaya, ukasema ya kwamba nakubali injili ya Yesu, upokee uzima milele, hakika utasamehewa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kuacha dhambi zake zote alizotenda na kuzishika amri za Mungu zote, na kuzitenda yaliyo halali na haki, hakika ataishi hata kufa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe jioni ya leo, ukimpokea Yesu, ukikubali injili, ukampokea Yesu jioni ya leo, atakusamehe dhambi zako zote. Hata kama ni nyekundu, atakutakasa. Hata kama ni nyekundu sana, lakini ile damu ya Yesu ambayo ulimwaika msalabani, ulimwaika tukasamehewa dhambi zetu zote. Mungu anasema ipo nafasi ingine. Anasema ya kwamba kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini Ezekiel anasema ipo nafasi ingine tena, liko lango bado wazi, halijafungwa, lakini siku moja likifungwa atafunguliwa tena. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Burega tutubu, kwa maana kama mbinguni imekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alisimama huko na kule na kusema ya kwamba tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Nami nasimama, amenituma nije kuambia watu habari njema za Yesu Kristo,
kwamba amekaribia kurudi. Haleluya. Yeye amekaribia kurudi. Na anasema ya kwamba roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Bwana Yesu asifiwe. Alisimama akasema, tubuni watu wa Israeli, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema katika kitabu cha Mathayo 3:3, Mathayo, Injili ya Mathayo 3 na mstari wa 3, Biblia inasema, tuanzie mstari wa kwanza pale tuelewe vizuri. Inasema ya kwamba katika Injili ya Mathayo 3 na mstari wa kwanza inasema, siku zile aliondoka Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika na Yahudi na kusema, tubuni dhambi zenu, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Watu wa Burega, tubuni dhambi zenu, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Nami nasimama nikisema, tubuni dhambi zenu, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Ewe mtu wa Burega, tambua ya kwamba kitabu cha Mathayo 3 na mstari wa 2, Biblia inasema, tubuni dhambi zenu, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Mstari wa 3 nasema, kwa sababu huyo ndiye alionenwa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu aliye nyikani, mtengenezeni njia ya Bwana, wanyosheni mapito yake. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Yohana Mbatizaji alipita akisema ya kwamba, tubuni dhambi zenu, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Nami nasimama nimetumwa na Mungu nikisema ya kwamba, tubuni jioni ya leo, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Nami nasimama nikisema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Wapenda, Bwana Yesu asifiwe. Fungua kitabu cha Warumi 6:23. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa tumemaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Anasema ya kwamba, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Ipo nafasi iliyo hai. Natangaza habari za Yesu Kristo jioni ya leo, uweze kupata uzima wa milele, uweze kukombolewa. Na ndio maana amenituma mimi jioni ya leo mahali hapa, na ndio maana nimesoma jioni ya leo mahali hapa katika madhabahu hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu kile cha Warumi 6 na mstari wa 23, Biblia inasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Burega, hebu tubuni dhambi zenu, mtambue ya kwamba, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Ukiendelea kufanya dhambi kinyume na matendo ya Mungu, hakika utahukumiwa. Ziki kuu inakuja. Watu wa Burega, tubuni dhambi zenu, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Biblia inasema, mimi sio mimi anayesema hapa, bali ni Mungu mwenyewe anayesema mahali hapa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Lakini ukirudi pale nyuma kitabu Warumi 6:22, ukirudi hapo nyuma, ipo nafasi nyingine tunametoa kwa mara nyingine. Akasema, lakini sasa mkisha kuwekwa huru watumwa wa Mungu, mnayo faida yenu ndiyo kutakaswa, na mwisho wake ni uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo ukigeuka ukasema ya kwamba nampokea Yesu
asifiwe. Amen. Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo ndivyo injili jioni ya leo navyohubiri. Msidhani ya kwamba ni kama mchezo. Yesu asifiwe sana. Amen. Hii sauti haitaenda bure. Najua uko uliko unaisikia injili iliyo hai. Yesu asifiwe. Amen. Nipo tumaini ambao Baba alituahidi katika injili ya Yohana 14 na mstari wake wa kwanza. Yesu asifiwe sana. Akasema ya kwamba injili ya Yohana 14 Bible inasema msifadhaike mioyoni mwenu. Ukimpokea Yesu usifadhaike. Naamini Mungu, aminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi. Bwana Yesu asifiwe. Kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia makao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bali mimi nikienda kuandalia mahali nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo, nami nendako mwaijua njia. Watakatifu enda mbinguni, njia tunaijua. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana nakuletea habari njema za Yesu Kristo. Anasema ya kwamba tubuni dhambi zenu, Amen. kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Haleluya. Hiyo kwa siku ya leo inakutosha. Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Ipo nafasi tuna nyingine. Yesu asifiwe. Amen. Nitaomba sala ya toba. Hata uko uliko ukimpokea Yesu, wewe uko uliko nyumbani, ukafuata sala hii, hakika utasamehewa. Haleluya. Amen. Hakika utasamehewa dhambi zako. Sema Yesu. Jioni ya leo, dhambi zangu zote ambazo nimezifanya kinyume na wewe, Yesu unirehemu. Yesu unitakase dhambi zangu zote, hata kama ni nyekundu, lakini damu ya Yesu yenye utakaso unitakase, unisafishe, uniongoze, unitakase katika jina la Yesu. Kuanzia leo nampokea Yesu kuwa Bwana wa maisha na Mwokozi wangu. Ni katika jina la Yesu nikiomba na kuamini. Amen. Baba, katika jina la Yesu tazama hai jemedari. Asante kwa injili hii ya jioni ya leo. Wale ambao wamekupokea jemedari jioni ya leo, Mungu wapiganie na kuwatokea katika milango yao, katika biashara zao, katika njia zao. Mungu wapiganie, Mungu watetee kwa habari ya injili, na simama mtumishi wako nikisema asante jemedari, bali damu yako Mungu wa Israeli endelea kunitumia mpaka pale ambapo utakaporudi Baba uliye mbinguni. Asante jemedari, asante Mungu mwenye uweza. Asante jemedari, simba kabila Yuda, Mungu mwenye nguvu. Basi tunafunga ibada hii jioni ya leo. Asante mfalme wa amani. Asante Mungu mwenye kibali kwa habari ya injili, Tunakushukuru Bwana, tunakushukuru Elishadai. Tunasema asante Mungu kwa ibada hii ya jioni ya leo. Tunakushukuru Mungu wa Israeli. Tunakushukuru Mungu mwenye ishara, Mungu mwenye ishara na maajabu. Asante Baba uliyezumba mbingu na nchi. Asante Jehova Shama. Basi tunafunga ibada hii kwa damu ya Yesu. Tunakataa kila malipizi ya shetani. Ninafunga kila njia zake zote, fikra mbaya, mawazo yake mabaya, kutawaliwa na nguvu za giza. Nazipinga kila ila na shetani katika jina la Yesu Kristo nikiomba na kuamini. Kila wanipuzi aseme amen, amen, amen. Haleluya. Haleluya sana. Haleluya. Basi tukumalize ibada yetu. Amina, na Mungu awabariki sana mliofika katika ibada hii.